Karibuni Akili Visuals. Leo tunaingia ndani ya akili ya kijasusi. Mwaka huu wa 2026, dunia nzima imeshikilia pumzi ikitazama upande mmoja, Iran. Kila mtu anakuambia Marekani ni invincible, yani hapigiki. Lakini leo tunavunja hiyo picha vipande vipande. Hivi sasa tunavyoongea, bei ya mafuta imepasua dari. Yale mazungumzo ya ceasefire unayosikia kwenye CNN na BBC, usidanganyike. Hiyo siyo amani, ni mtego. Marekani anatafuta ceasefire kwa sababu ghala zake za silaha ziko tupu, wakati Iran imefunga mlango wa dunia, Strait of Hormuz. Marekani hawezi kushinda hii vita dhidi ya Iran, na hii mechi ndiyo itatoa ramani ya uhuru wa kweli wa kiuchumi kwa sisi wa Afrika. Ninaposema kushinda, namaanisha hawatapata ile regime change wanayotaka. Vyombo vya habari havikupi ukweli huu, lakini leo nakupa uchambuzi kamili. Zingatia, hii ni mechi ya akili, sio mabomu pekee. Sababu ya kwanza ni binadamu. Kwa kijana wa Kimarekani wa leo, vita ni kama video game, ni Call of Duty, ni Fortnite. Hawa ni vijana ambao kama conscription, ile sheria ya kuitwa jeshini kwa lazima, ndio wangekuwa mstari wa kwanza. Lakini wazazi wao wamewaaminisha kuwa vita ni kitu kinachotokea kwenye TV tu. Serikali ya Marekani imewapika raia wake kuunga mkono vita ambavyo watoto wao hawapo hatari kufiani. Ndiyo maana vita vyao vinapewa majina ya kijanja kama Shock and Awe au Epic Fury, majina yanayovuma kama movie za Chuck Norris. Hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa naona matangazo ya jeshi la Marekani ndani ya game la Halo kwenye Xbox. Lakini 2026 imebadilisha kila kitu. Huu sio mwaka wa 1991. Leo kijana wa Kimarekani hauwezi kuvumilia kukaa bila TikTok kwa saa 2, sembuse kukaa kwenye handaki lenye matope na baridi kule milima ya Zagros. Tofauti ya willpower, utashi, ni kubwa mno. Marekani inategemea technology overmatch, lakini Iran inategemea human resilience. Lakini vita vya ukweli havina respawn wala save game. Upande wa pili, mshirika wao Israeli yuko kwenye hali mbaya zaidi. Population yao ni transplants, watu waliohamia pale wakiwa na machaguo. Mabomu yakianza kulipuka mtaani, wanaweza kukata tiketi ya faster kwenda London, LA au Paris. Hilo chaguo la kusepa ndio udhaifu wao mkubwa. Wairani hawana pa kwenda, wamezungukwa, na kwa sababu hiyo jeshi lao liko radhi kufia ardhi yao kuliko kutoroka. Je, Marekani inaweza kuwashawishi watoto wa Aisha Speed na Kai Cenat waende kupigana na watu waliojiandaa kwa miaka 40 kufia nchi yao? Jeneza la kwanza la askari wa Marekani likifika kwao, nchi itawaka moto. Sasa tuingie kwenye kile ambacho vyombo vya habari hawataki uone kwa undani. The Strait of Hormuz blockade. Zingatia hii namba. 21% ya mafuta yote ya dunia inapita kwenye aka sehemu kadogo. Upana wake sehemu ndogo zaidi ni maili 21 tu. Ni sawa na kutoka Posta kwenda Mbagala na kurudi. Irani imesema wazi, kama sisi hatuuzi mafuta, hakuna mtu anauza. Hii ndio Samson option. 2026 imetuonyesha kuwa Iran haihitaji kuzamisha meli ya Marekani ya aircraft carrier ili kushinda. Wanachohitaji ni A2-AD, yani anti-access area denial. Wamejaza maelfu ya smart mines chini ya maji ambazo haziwezi kuonekana na radar za kawaida. Wana boti ndogo za kasi, swarm boats, ambazo kila moja imebeba kombora la Nur linaloweza kupasua meli yoyote. Marekani akijaribu kuingiza meli zake, anaingia kwenye kill zone. Hii ndio maana unaona hizi kelele za ceasefire. Marekani amegundua kuwa akizidisha moto, Iran itafunga huu mlango kabisa. Na ukifungwa, bei ya lita ya mafuta Dar es Salaam au Nairobi itapanda hadi shilingi 10,000. Uchumi wa dunia unasimama. Marekani anajua kuwa hawezi kupigana vita huku raia wake nyumbani wakikosa umeme na mafuta. Hormuz sio tu mlango wa maji, ni kitanzi ambacho Iran imekishika mkononi na Marekani ndiyo ameingiza kichwa. Utashindaje vita kama umeishiwa risasi? Hapa ndipo Marekani anapofeli hesabu za darasa la kwanza. Zingatia, hii hapa ni drone ya Shahed 136. Bei yake ni kama $50,000, milioni 130 za madafu. Lakini kuitungua
Marekani inabidi itumie bomu la Patriot PAT-3 ambalo moja tu ni dola milioni 4, bilioni 10 za madafu. Kwa kila drone moja ya bei rahisi, Marekani inabidi ifyatue mabilioni ya dola ili tu kujilinda. Hii hesabu inawamaliza. Iran wanaweza kurusha hizi drones mwaka mzima bila hata kugusa silaha zao nzito. Pentagon tayari wameanza kupanic. Wanaomba Congress dola bilioni 50 za ziada ili tu kurudisha risasi walizopoteza hivi karibuni. Na hapa ndipo siri ilipo. Marekani ni consumer economy, Iran ni war economy. Viwanda vya Marekani vinachukua miaka miwili kutengeneza bomu 100 la Patriot. Iran inatengeneza drone 100 kwa siku moja katika mapango ya siri. Huwezi kushinda vita vya attrition, yani kuchoshana, dhidi ya nchi inayoweza kutengeneza silaha kwa kasi kuliko unavyoweza kuziharibu. Swali ni, raia wa Marekani watakubali kulipa bili ya dola bilioni 50 kwa vita ambavyo havina faida kwao? Risasi zikiisha, ubabe unaishia hapo. Katika dunia ya 2026, mwenye risasi nyingi za bei rahisi ndiye mshindi, sio mwenye silaha moja ya bei mbaya inayopiga mara moja kisha inaisha. Marekani akiona risasi zinaisha, anatumia silaha ya mwisho, economic warfare, vikwazo vya kiuchumi. Hii ni lugha tunayoijua sana sisi wa Afrika. Lakini Iran imetoa darasa ambalo Afrika lazima ilisome. Kwa miongo kadhaa, West walijaribu kuizika Iran kwa vikwazo. Walidhani wanawabana, kumbe walikuwa wanawapa training. Iran wakajenga kitu kinaitwa resistance economy, uchumi wa kujihami. Wakatengeneza dark fleet, meli za siri zinazouza mafuta barrels milioni 1.5 kila siku, hasa kwa China, wakipita kando ya mifumo yote ya Marekani. Wamepunguza utegemezi wa teknolojia ya West kwa 40% kwa kutengeneza vitu vyao wenyewe. Sasa hivi 2026 tunaona kitu kinaitwa de-dollarization. Iran, Urusi na China wameunda mfumo wao wa kifedha. Marekani akipiga sanctions leo ni sawa na kumpigia kelele kiziwi, hawasikii na hawajali. Sasa geuza macho utazame washirika wa Marekani kama UAE au Dubai. Watu wanadhani utajiri wa Dubai ni mafuta, lakini mafuta ni chini ya 1% ya utajiri wa Dubai. Uchumi wao ni glass floor, sakafu ya kioo inayotegemea utalii na biashara za nje, inategemea picha ya amani. Iran inavunja hicho kioo. Wakipiga target kilomita chache kutoka vituo 43 vya kuchuja maji ya bahari, desalination kule Fujairah, au wakitingisha bandari ya Jebel Ali, uchumi wote wa UAE unasambaratika. Dubai itakuwa mji wa mizimu ndani ya wiki 2 kama kukiwa na vita vya kweli. Huwezi kumnyonga mtu ambaye ameshajifunza kuishi bila hewa yako kwa miaka 40. Kwa miaka mingi, dunia imelishwa uongo kuwa Marekani ndio jeshi lenye nguvu zaidi. Lakini Iran inathibitisha kuwa hiyo ni illusion tu. Kuna tofauti kati ya industrial mentality, akili ya kiwandani ya kutisha watu, na combat mentality, akili ya kupigana kweli. Tangu World War II, Marekani haijawahi kupigana na peer level adversary, mpinzani mwenye misuli inayolingana. Vietnam walikuwa wapiganaji wa msituni. Afghanistan walikuwa vikundi visivyo na mpangilio. Iraq, nchi iliyokuwa imeshachuka na njaa ya vikwazo na jeshi lililosambaratika. Zingatia, Iran siyo superpower, lakini ndiyo nchi yenye jeshi la kisasa zaidi ambalo Marekani imewahi kukutana nalo tangu miaka ya 1940s. Wana underground missile cities, miji mzima ya makombole chini ya milima ambayo hata bomu la nyuklia haliwezi kufika. Hii vita ndio kitu ambacho kila mwanajeshi wa Iran amekuwa akifanyia mazoezi maisha yake yote. Sio uvamizi, ni mechi ya nyumbani. Unapocheza uwanja wa nyumbani wa mtu ambaye hana cha kupoteza, sheria za FIFA au Umoja wa Mataifa hazifanyi kazi. Hapa ni survival of the fittest. Sababu ya mwisho ni ya nyuklia. Marekani ina turufu moja ambayo haiwezi kuitumia. Wanatumia hadithi mbili. Moja, wanazuia Irani wasitengeneze bomu la nyuklia. 2, wanadai wanataka kuwakomboa raia wa Irani kutoka kwa serikali yao. Hapa ndipo kuna mtego. Catch 22. Huwezi kusema unawaokoa watu wakati huo huo unawageuza majivu kwa mabomu ya nyuklia. Dunia ya leo inaona kila kitu. Afrika inaona. Mwaka huu wa 2026, kila bomu linaloanguka Mashariki ya Kati linaamsha kijana mmoja kule Lagos, kule Nairobi na kule Dar es Salaam. Tunaanza kujiuliza,
Kama Irani anaweza kusimama dhidi ya huyu mbabe kwa kutumia akili zake na rasilimali zake, kwa nini sisi tunasujudu kwa mikopo ya IMF? Wairani wakisimama kidete dhidi ya empire, ule uoga wa dunia unaanza kuyeyuka. Huu sio mzozo wa kidini, ni mzozo wa sovereignty, yani mamlaka kamili. Hitimisho, Marekani akichemka Irani, hiyo ni saino kwa Afrika. Inatuambia kuwa mfumo uliotufunga kwa miaka mingi unaelekea ukingoni. Uhuru wa kweli hautakuja kwa misaada, unakuja kwa kuelewa namba, kujenga uchumi wa ndani na kutokuogopa vitisho vya mbabe aliyepungukiwa risasi. Dunia inabadilika, mihimili ya nguvu inahama kutoka west kwenda east, na sisi Afrika tupo katikati ya hii fursa. Swali langu kwako ni moja: je, utaendelea kuamini movie za Hollywood au utaanza kuangalia namba za ukweli? Asante kwa kufuatilia Akili Visuals mpaka mwisho. Kama unataka tuchimbue zaidi mchongo wa jinsi Afrika inavyoweza kuchukua hii blueprint ya Irani, dondosha komenti yako. Hii ni Akili Visuals.